sababu tunazungumza uwekezaji, Madam Neema, tatu wazungumze hawa vijana ambao wako katika uwekezaji, wamewekeza sehemu lakini mambo hayakwenda. Kwako nataka nifahamu mambo mawili hapo, kwamba nini kinachotokea haswa mtu akawa amewekeza kitu alafu mambo hayaendi katika hicho kitu ambacho amewekeza. Ni nini ambacho kimesababisha vitu haviendi katika hilo ambalo anawekeza kwalo, na kama haliendi nini anapaswa kufanya? Karibu sana Madam. Asante kwa nafasi hii ya kuongea na vijana, na ni nafasi nzuri sana sisi kama Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, kwa sababu tunaona nguvu kubwa sana iko kwa vijana na ndio wanaibuka kwenda kuwekeza na kwenye miradi mbalimbali ya kiuchumi. Na niwapongeze sana waratibu wa programu hii kuweza kuwafikia vijana na kufikisha hizi taarifa. Sasa niseme tu labda kwa ufupi, kwa uzoefu wetu sisi kama baraza kufanya kazi na vijana, mara nyingi vijana tunakuwa na mambo mengi sana mazuri, lakini pia na mengine yana changamoto. Kwenye uzuri niseme kwanza, vijana tuna ari ile ya kutaka kufanikiwa. Tunatamani tufanikiwe sana tu. Umetoka chuo au bado uko chuo, unatamani sana ufanikiwe. Na katika ile kufanikiwa sasa, mara nyingi tunatamani kufanikiwa haraka. Kwamba tu nimeanza, nimeshanunua crown, nimeshajenga gorofa, nimeshanunua iPhone 16, tunatamani hivyo. Kwa hiyo hata unapotaka kwenda kuwekeza au kufikiria ni mradi gani unafanya, mara nyingi unakuwa una expectations hizo. Hiyo ni moja. Sasa changamoto inatokea kwamba ukienda kwenye field, ukaenda kufanya ile shughuli ambayo ulikuwa unatamani kuifanya, unakuta mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Kwa nini? Kwanza inawezekana ni papara, kwamba umekuwa na papara tu, umesikia kwenye mtandao kuna hiki, umeenda haraka. Umesikia kwenye WhatsApp kuna hiki, umeenda haraka. Papara inakusababisha ukose taarifa sahihi za ule uwekezaji ambao unataka kufanya. Kwa hiyo vijana, labda niseme kinazoweza kuchangia kimojawapo ni upapara au haraka ya kufanikiwa, au ile ari ya kutamani kupata vitu vizuri kwa haraka.